Unajua Chiu, mimi nilikuwa nimelala na kwa sababu natoka kazini na ukizingatia nimechoka sana. Kwa maana hiyo sema faster mimi nakusikiliza. Najua una makampuni, una magari, majumba, hata pesa unazo. Lakini angalia na upande wa pili, mdogo wako anavoteseka, anapopata tabu. Wewe nahisi ilikuwa mwambie ukweli tu kama kaka yake. Chiu, mimi nikwambie ukweli. Kwa sababu kuna vitu vijui katika maisha yako. Sasa ni sawa yule ndugu yangu, lakini hizi gari, kampuni na sehemu mbalimbali, sehemu za maduka yangu ni sehemu ambazo nilizoweza kuzichunga na kuziangalia tangu mdogo. Alafu leo hii niweze kumwambia kwamba bwana wewe ndugu yangu, alafu tuganane mali mimi lazima nitamwambia ukweli, kwa sababu hiyo sio sawa unavyofanya. Vipi? Fresh tu. Vipi unaendaje? Baba ndio hivyo tu, maisha yenyewe, angalia maisha magumu tu. Kweli nakuona. Basi ndio hivyo tu, ndo kama unavyoona maisha yenyewe ndo haya, kocha msingi. Kifupi karibu, karibu sana tu hapa. Poa KB. Na kifupi sitaki nikae sana hapa. Kuna kitu nataka nikwambie tu. Kuna kitu nataka uniambie kwema, lakini kwema tu mbona KB? Okay, na hisi itakuwa ni vizuri ukianza kunielezea kabisa. Hichi kitu ni kikubwa katika maisha yako, itabidi uweze kunisikiliza kwa makini. Ni kitu gani hicho ambacho ni kikubwa katika maisha yangu? Usitishe. Niambie ili niweze kuelewa. Unajua, wewe katika maisha yako huko peke yako. Unamaanisha nini? Namaanisha kuwa uona kaka yako. Kaka? Hebu niambie vizuri, maana kama sijaelewa. Wamjua Msomali? Ndio, Msomali namjua vizuri. Basi Msomali ni kaka yako. Kivipi labda? Purchase your tracks today. Asante sana bwana. Manake nilidhania niko peke yangu katika familia, kumbe nina ndugu yangu. Usijali KB. Nashukuru sana. Asante sana. Okay. Basi mimi naenda. Okay, karibu. Yaani nahisi kama nachelewa. Kesho mapema nimfuate kaka yangu. Nina imani atafurahi. Ara sana. Hapo ndipo nilipoanza kujua kuwa Msomali ni kaka yangu. Na hivyo nikafunga safari moja kwa moja kumfuata kwa shauku na tabasamu kubwa. Maana katika maisha yangu ilikuwa ni mpweke na ni mnyonge sana. Kwa vile leo hii nimeshajijua kuwa sipo peke yangu, basi maisha yangu yatanyoka na kuwa mazuri sana. Na hapo ndipo nilipoamua kuianza safari yangu ya kutoka shamba kuelekea mjini kumtafuta kaka yangu Msomali. Wakati nipo njiani niliweza kupitia changamoto nyingi, ikiwemo kuchomwa na jua, pia magari huku na kule. Kiukweli kichwa kilikuwa kinauma, lakini kwa ajili ya ndugu yangu Msomali niliamua kujitahidi na kuvumilia mateso yote hayo. Ndipo nikaanza kuiona njia ya kuelekea kwa kaka yangu Msomali, kwa sababu ilikuwa ni mjini
Na mjini kama tunavyojua, jiji lilikuwa ni kubwa sana kiasi ambacho ukizunguka unaweza ukaumwa hata na kichwa. Bwana mkubwa, ishi hapo hapo. Kwa nini? Mr. KB, nimekuleta kitu gani? Mbona unashangaa kitu gani? Ilikuwa najaribu kuangalia huu safiri kama umebadilika kutoka katika baskeli kuingia katika gari. Lakini naona nitakuwa sahihi kama nikikwambia hii baskeli ndio iliyonileta. Okay. Aje bla bla. Ulichokifuata ni kitu gani? Hapana, swali lako liko sahihi. Kwa maana sikufuata kitu bali nimefuata mtu. Umemfuata nani? Ni nani sasa kama sio wewe? Nimekufuata wewe hapo. Nakusikiliza. Nimefanikiwa kujua ukweli. Kumbe wewe ni kaka yangu wa damu. Kwa hiyo leo hii umeweza kujua ukweli, umekuja hapa kwa lengo la kutaka mali? Mbona sikuelewi? Utanielewa tu kama ukiwa makini katika kunisikiliza. Hizi mali nimeanza kuzishughulikia tokea niko mdogo mpaka leo hii na kuwa mkubwa. Tena nikwambie ukweli, hautoweza kupata hata senti katika hizi mali nilizokuwa nazo. Mimi sitaki mali zaidi ya uzima, kwa sababu uzima ni mali zaidi ya mali. Ninachokijua mimi, ukiwa na uzima utakuwa una furaha, kwa sababu furaha humsababisha mtu akajiona na mali kuliko mwenye mali. Pesa sio furaha, kwa sababu ingelikuwa watu hawendi madukani kuweza kumpatia mapesa mwenye duka na kuweza kupatiwa mchele tu ambao watakao kwenda kula na watoto wao, na mwisho wa siku kusababishia wakaishi kwa furaha. Na mwisho wa siku wanakwenda kupika mchele ule kula na watoto wao ili wapate furaha. Na kama pesa ingelikuwa furaha, basi watu wangelibakia nazo pesa zao, wasingeliweza kuzitumia. Na pia niulize, kwa nini watu wako tayari kuweza kutumia mapesa kibao kuweza kuwasafirisha watu kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa lengo la kwenda kupata matibabu? Hapo ndo utagundua kuwa pesa sio furaha, bali uzima ndo furaha. Na pia niulize, kwa nini watu wanakwenda zao kwa waganga, wanakwenda kutupa mapesa kibao kwa lengo la kupata mtoto? Alafu leo hii unakuja unanikana unasema mimi si ndugu yako. Kwa hiyo wewe unaona mali ni kila kitu katika dunia. Sawa, nikane tu tena ondoka. Ndugu wangu Kedi, ningependa unisamehe. Niliongea maneno mengi sana kwa sababu nilitania mali ndio kila kitu katika maisha yangu. Ningependa unisamehe. Kaka,